Kuna mtoto namuona ambaye simuelewi. Namuona kanisani, maana namuona yuko nyumbani. Yaani anaenda kwenye kila nyumba. Yaani kashaenda kwa watu wote hapo mlioma. Kwa hiyo muda mrefu namshangaa anatafuta nini simuelewi. Ni mtoto. Sasa sura, anavaa sura nyingi sana. Kwa mfano hapa amevaa sura ya mtu. Ni katoto. Nyinyi muone. Hebu ona. I received the name. So kuna okay. Sijajua kama ni wewe au ndugu yako, sijui. Kuna mtu ndugu yako alishafiwa mtoto akiwa mdogo na miezi 7. Sababu mtoto na miezi 7. Na nikiangalia ni damu ya kanisani. Ni damu ya kanisani. Miezi 7 sio tumboni, kashazaliwa. Yaani miezi 7 kuishi kwenye jua hili la Masania. Tuachana mambo ya watu, si ndio? Sasa kuna mtu nimeona amechukua nguo. Kuna mtu umefua nguo yako. Nikisema nguo unanielewa Yeah. Alafu ulikuwa ulitundika kwenye kitanda chako. Uliweka kitandani kwako hivi. Omba, kemea, kwa sababu unaona amesemesha, utaanza kupata mwasho kwenye paja. Wewe uliofua nguo kaweka kwenye sasa usitikisike, utakuja ni wewe kausha. Alafu kwa kama unashangaa usione hivi, tutakujua ni wewe. Mungu asante. Jamani, karibuni. Andika anga. Somo langu leo linaitwa anga. Nilianza Alhamisi. Linaitwa nguvu ya anga. Nguvu ya nini? Nguvu ya anga. Nguvu ya anga. Satu shkehendeliba. Yes. Nimempata Yesu moyoni Haleluya Baba. Nimempata Yesu moyoni Okay, andika nguvu ya anga. Nguvu ya anga au mamlaka ya anga. Nguvu ya anga au mamlaka ya anga. Nina mfululizo wa wiki 2 au 3. Ninafundisha mfumo mzima wa utendaji wa anga. Mfumo wa jua nilikuelekeza Alhamisi kama sikosei, iliyopita ile nyingine. Nguvu ya jua. Jua lina nguvu gani? Ya kuelekeza kucheza na nyota, kucheza na mwezi. Ya kuelekeza jinsi ya kuzungumza asubuhi unapoamka, jua linapochomoza na mei, anza kuongea nalo. Sawa Yeah. Kuelekeza namna kudivert mambo. Kama kuna jambo la hatari ambalo unalisense, kuna lihisi, unatakiwa divert, ulihamishe kwako ulipeleke sehemu nyingine. Kuelekeza namna kutoa ugonjwa kwenye mwili wako umpe mtu mwingine. Yote nimefundisha haya. Sasa niko kwenye mfululizo kwa sababu mwezi wa 7 ni mwezi wa kumiliki. Tunamiliki nini? Lazima nikupe formula
za kumiliki kwa urahisi katika muundo wa anga. Wiki ijayo nikimaliza leo, wiki ijayo nitaanza somo la upepo, nguvu ya upepo, uchawi wa upepo au uchawi wa sauti, kwa sababu sauti ni upepo. Napoongea hapa natoa upepo, nikiweka mkono hapa, haya maongezi yakitoka hapa kwangu kama upepo. So maongezi ni upepo. So nitakuelekeza namna kutumia upepo kumiliki maisha yako. Watu wengi bado mna ile kasumba ya uchawi wa mwaka 81, 85, 77 mpaka mwaka 98. Uchawi ule wa matunguli. Mchawi anavaa mailizi 7 kwenye kiuno. Ilizi jekundu, ilizi la blue, ilizi jeusi, ilizi la pinki, ilizi la kaki. Anavaa mavitu ya ajabu ajabu. Uchawi ule sasa hivi haupo. Mchawi wa leo ni binti mrembo, ni piskali, ni kijana HB, kapanda hewani, mweupe, mweusi, rangi ya chocolate hivi, na hana tunguli hata hivi, na hajatenda chale hata sehemu yoyote, lakini mchawi. Uchawi wake ndio uchawi wa anga. Ogopa uchawi wa anga au uchawi wa sauti. Uchawi wa upepo ni mgumu kuliko uchawi wa matunguli. Matunguli ni rahisi kuyavunja vunja. Napiga matunguli yote, matunguli ya kichawi na yavunja vunja, yanavunjika. Ndugu yangu, sasa hivi hawana matunguli. Na wala hata kuruka hatumii ungo, hana ungo, kwa sababu naziunguza kila siku. Hatumii ungo, hata kupaa kwenda sehemu yoyote. Anaingia kwenye system ya anga, anaingia kwenye mfumo wa anga, anatulia, anajisemesha, anatoka hapo. Sasa wewe umekalia tu maombi yako, ndio maana unazidiwa. Nakemea wachawi wote, matunguli, matambiko yao, napiga viungu, navunja viungu. Vibishi hawana viungu, hawana. Halo watumishi wa Bwana, hawana. Sasa hivi wanacheza na mfumo wa anga. Sema anga. Na uchawi hujaanza juzi, umeanza tangu kipindi cha Danieli. Bila sema naye nilipotia nia kuomba, naye malaika Gabrieli akashuka siku ya kwanza. Gabrieli anamwambia Danieli, siku ya kwanza kutania, Mungu alinituma nije kwako, lakini mkuu wa Uajemi alinizuia hapo juu. Kuna mkuu wa anga ambaye anazuia vitu visiende, unaitwa uchawi wa anga. Na wengi ampigege maombi ya anga. Baba, nakemea mchawi, wachawi wakituma pepo hata sasa hivi watumii pepo, wanakuja wenyewe. Ukisema nakemea mchawi na madudu yako, hawana madudu. Wanacheza na mfumo wa anga na jua na upepo na mwanga. Nikufundisha sio? Au niachana na abilizi? Uko tayari? Wewe kaka umerogwa. Umerogwa na upepo au njaa? Gasikia njaa. Wanamfikiria yule mtoto. Achana mtoto. Tutakutana naye usiku wa leo. Lazima muote. Ukiomba utamuota tu. Usipoomba utamuota mara 100 na utamuota na kukalia. Ndugu zangu, nataka nizungumze nguvu ya anga. Haleluya. Nguvu ya nini? Anga. Mwangalie jirani yako kwenye macho yake. Mwambie, unajua nguvu ya anga? Unajua nguvu ya anga? Unajua nguvu ya anga? Unajua kwenye anga, unajua kutoka hapa kwenye ardhi kuja hapa, kuna wanasayansi wanasema kuna mvutano fulani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna hali fulani hivi ya mvutano. Sasa ule mvutano ndio wengi wanautumia. Wachawi, shetani amegundua, kwa sababu watu wake wanaharibiwa vitu vyao kwa sababu ya vile vitu ambao walokole wanaviomba na kukemea. Kwa akaja na mfumo wa anga kuzofisha maombi ya waombaji, kuwafanya waombaji washindwe kujua wanakemea nini. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa anga hatujui jinsi unafanya kazi. Leo tutaongea naye kidogo sana. Nilianza Alhamisi. Haleluya. Amen. Sema mfumo wa anga. Mfumo wa anga. Sasa anga ni mahali popote panapoitwa juu, kitwa anga.
Panapoitwa juu panaitwa anga. Popote ambako panaanzia mtu anasema pako juu panaitwa anga. Shusha kidogo sauti hiyo. Shusha kidogo sauti yako. Awakida ya muundo wa kiroho, unapaswa kuwa mmiliki wa anga wewe na mtawala wa anga. Ndio mfumo ulivyo. Mungu alitutengeneza sisi, ametengeneza mfumo wa kutawala na kumiliki. Hiyo ndio tabia. Tabia ya mwanadamu, kwa nini kazaliwa, kwa nini anaishi, kwa lengo kusudi kuu ni kutawala na kumiliki. Unamiliki nini? Vitu vyote vya angani, nchi kavu na baharini. Ndivyo maelekezo ya Mungu. Sasa mfumo wa anga, watu wengi hatujui jinsi ya kutembea nao. Hatujui. Kwa nini kwenye anga kuna falme, kuna mamlaka na kuna nguvu. Kila anga lina falme. Kila anga lina falme. Hata unapokaa pale mtaani kwako, ni nyumba yako umejenga, lakini kuna mtawala wa anga anapokaa. Kila mahali. Ukienda shule, pale shuleni kuna mtawala wa anga, anaitwa mfalme wa eneo husika. Sema anga. Anga. Sema kwa sauti. Anga. Yako sauti yako iko wapi? Mekora dibarush. Hebu nisomee Waefeso 1:21. Kili alima. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso 1:21. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu. Juu sana. Sikia neno juu sana. Juu sana. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, na wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Sio mtu unaoishi usipokuwa na nguvu ya kutawala anga, hata ujao bado utakuwa uko anda utawala wa anga, kwa sababu anga ndio inotawala mfumo wote. Kuna mambo matatu hapa. Anasema juu sana kuliko ufalme. Nini ufalme? Ufalme ni utawala wa kurisishiana. Alikuwa babu, akafuata mtoto, akafuata mjukuu. Ni ufalme. Ukisikia na ufalme, maana yake ni uchawi fulani ambao unarisishwa. Kama ulianza kufanyia uchawi na bibi yake, alimloga bibi yako, anayezaliwa mjukuu anapokea ufalme. Anaendeleza kila ambacho bibi yake aliacha. Kwa mama au bibi yako akifa, yule mjukuu akiwepo, anaendeleza kwako, kwa sababu ni uchawi endelevu. Ndio mfumo wa anga ulivyo. Mfumo wa anga wa tabia kuendeleza kizazi na kizazi. Na huwa akiishi. Ndio nasema tuna kisasi cha damu. Neno kisasi cha damu, maana yake hata nyinyi wote mlianzisha vurugu, mkagombana, wameshakufa. Kizazi hata 8 au 10 hawajui ilianzaje, bado wanaendelea na mfumo ule ule, kwa sababu ni utawala wa kifalme. Yes, my Lord. Anasema ufalme juu sana. Sasa neno ufalme maana yake ni ulisishaji, kitu kinachoendeleza. Sio kuna watu maishi maisha ambao ni ya kifalme, ya kuendeleza